Basi naomba tuketi, karibishe kwaya kuu kwa wimbo kama mpo. Wimbo mmoja kwaya kuu, watafuata kwaya ya uinjilisti na baadaye kwaya ya vijana. Na wakati huu tukiwa tumeweka kikapu chetu kwa ajili ya kutoa sadaka zetu, mzee wa kanisa tuwekee kikapu.
Haleluya. Anavyonipenda, yani upendo wake ni wa ajabu. Kuna namna huyu Yesu ananibariki, yani baraka zake hazihesabiki. Oh, kuna namna anavyonipenda, yani upendo wake wa ajabu. Oh, kuna namna huyu Yesu ananibariki, yani baraka zake hazihesabiki. Mawazo yake anayowaza juu yangu Bwana sema matendo yake anayotenda Bwana juu yangu Bwana sema mawazo yake anayotenda juu yangu Bwana matendo yake anayotenda Bwana ni makuu. Yesu, Bwana Yesu.
utakavyo wewe. Yesu, Yesu, asante, umenivusha nipo mwaka mwingine. Yesu, Yesu, nang'ang'ana nawe, nahitaji mimi baraka zako. Yesu, Yesu, karibu na kuhitaji maishani mwangu. Yesu, Yesu, karibu unitumie vile utakavyo wewe. Yesu, Yesu, asante, umenivusha nipo mwaka mwingine. Yesu, Yesu, ninang'ang'ana nawe, nahitaji mimi baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuzishangilie kwaya zote kwa makofi mengi mazuri. Shangilie Bwana, hata kama shangilia tu vizuri, shangilia kwa vigelegele. Tunawashukuru sana wanakwaya kwa ajili ya wimbo mzuri ambao nyimbo tulizopata kwa njia ya mahubiri ya nyimbo. Basi Mungu awabariki sana. Kwa wakati huu naomba tupate nafasi ya kumsifu Mungu, halafu tuende kwenye ajenda yetu ya leo ya maombi ya kumshukuru Bwana. Kwa hiyo tuombe sasa. Vijana changamkeni, mje huku, mnakaa mbali sana na sehemu ya vyombo. Tukiwaita huko haraka haraka mnachelewa. Karibuni sana, tumsifu Bwana na tushirikiane pamoja na praise team kumsifu Bwana. Mshukuru tu Bwana, msifu Bwana. Hapa ndo mahali ambapo tunapaanzia. Mpaka tuje tuanze kumshukuru Bwana na kumsifu Bwana, basi utakuwa umepata kitu. Simama tu kwa miguu yako ili tumsifu Bwana kwa pamoja. Haleluya. 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 Tunaenda kumsifu Mungu wetu. Na kama bado hujatoa sadaka yako, kikapu bado kipo hapa, unaweza kumtolea Bwana sadaka yako. Tunaenda kumwambia Mungu wetu, haleluya. Unaweza kumpigia Bwana makofi ya juu namna hii. Haleluya. Woo! Ai! Sioshwi dhambi zangu, Ila damu ya Yesu. Apendezewi Mungu we, Ila damu ya Yesu. mimi sioshwi dhambi zangu, Ila damu ya Yesu. Bwana apendezewi Mungu we, Ila damu ya Yesu. mimi sioshwi dhambi zangu, Ila damu ya Yesu. apendezewi Mungu we, Ila damu ya Yesu. mimi sioshwi dhambi zangu, Ila damu ya Yesu. kweli apendezewi Mungu we, Ila damu ya Yesu. hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa. Oh, ila damu ya Yesu. hakuna kabisa dawa ya makosa Bwana, ya kututakasa. Oh, ila damu ya Yesu. hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa. Oh, ila damu ya Yesu. ai, jaza kwa Yesu. Ai.
Yesu. Woo! Wapi vigelegele? Hey! Woo! Ai! La kunisafi sina, ila damu ya Yesu, wala uzuru tena ila damu ya Yesu, mimi la kunisafi sina, ila damu ya Yesu, bali wala uzuru tena ila damu ya Yesu, mimi la kunisafi sina, ila damu ya Yesu, wala uzuru tena mimi, ila damu ya Yesu, mimi la kunisafi sina, ila damu ya Yesu, eti wala uzuru tena ila damu ya Yesu. sema Bwana hakuna kabisa dawa ya makosa ya kunitakasa. Oh, ila damu ya Yesu, Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa. Oh, ila damu ya Yesu, hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa. Oh, ila damu ya Yesu. Haleluya, msalabani mwa Mwokozi. Yesu, msalabani mwa Mwokozi wapatikana ukombozi, ni kazi ya thamani yake Yesu. Oh, msalabani mwa Mwokozi, msalabani mwa Mwokozi wapatikana ukombozi, ni kazi ya thamani yake Yesu. Oh, msalabani mwa Mwokozi, msalabani mwa Mwokozi wapatikana ukombozi, oh, ni kazi ya thamani yake Bwana yake Yesu. Oh, msalabani mwa Mwokozi, oh, msalabani mwa Mwokozi oh, wapatikana Bwana, hey, ukombozi, oh, ni kazi ya thamani yake Bwana yake Yesu. Haleluya, Msalabani mwa Mwokozi, oh, msalabani Bwana Yesu, mwa Mwokozi oh, wapatikana ukombozi, oh, ni kazi ya thamani yake Yesu. oh, msalabani mwa Mwokozi tumesamehewa, dhambi hatuna deni. oh, amelipa yote Bwana, hatuna deni. oh, tumesamehewa, Kazi ya thamani yake Yesu. oh, msalabani Mwa Mwokozi tumesamehewa, tumesamehewa dhambi, hatuna deni. amelipa yote Bwana, hatuna deni. ni kazi ya thamani Kazi ya thamani yake Bwana yake Yesu. oh, msalabani mwa Mwokozi. Twende namna hii.
Kazi ya thamani ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Mwambie Bwana unyenyekevu, unyenyekevu, uvumilivu na upendo. Bwana Yesu, huruma nyingi na fadhili kwetu, ni sifa za thamani yake Yesu. oh, Msalabani pa Mwokozi. mwambie tena Bwana unyenyekevu, Unyenyekevu, uvumilivu na upendo. Bwana Yesu, huruma nyingi na fadhili kwetu, Bwana ni Yesu, sifa za thamani zake Yesu. msalabani pa Mwokozi. tumesamehewa, Tumesamehewa dhambi, hatuna deni. amelipa yote. Amelipa yote Bwana, hatuna deni. Oh, ni kazi ya Ni thamani kazi ya thamani yake Bwana. yake Yesu. Oh, msalabani pa Mwokozi. tumesamehewa, Tumesamehewa dhambi, hatuna deni. amelipa yote. Amelipa yote Bwana, hatuna deni. Oh, ni kazi ya Ni thamani kazi ya thamani yake Yesu. oh, msalabani pa Mwokozi. Haleluya, tunaenda kumwabudu Mungu wetu. Haleluya. Nani angesimama kama Bwana angesamehe makosa? Haleluya. Kama ungehesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa neema na neema, na uyaoni kabisa makosa yangu. Kama Hesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? nani angesimama? Umejawa umejawa Bwana, Rehema na umejawa Bwana, hauyaoni kabisa makosa yangu. kama Hesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa umejawa Bwana, rehema na rehema, angesimama? Nani angesimama? Bwana umejawa rehema na rehema,
huyaoni kabisa. Bwana Yesu. Roho Mtakatifu asante. Roho Mtakatifu asante. Nenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu kwa kinywa chako. Mwambie asante kwa ajili ya siku ya leo, Jumatano ya mwisho kabisa kabla ya Pasaka. Hatutakuwa na siku nyingine ya Jumatano kama tulivyokuwa tunatembea katika mwezi huu, majira haya ya Kwaresma, tukiwa na jambo maalum kabisa au tukiwa na maombi maalum kabisa yaliyokuwa natuhusu sisi kama kanisa, sisi kama wanafamilia, sisi kama Wakristo, sisi kama washarika wa kisasa. Shukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa kusafiri pamoja nami katika msimu mzima wa mwezi huu wa Kwaresma, mwezi huu wa 4. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya kusanyiko hili, asante kwa ajili ya wema, asante kwa ajili ya fadhili, asante kwa ajili ya uaminifu wako Bwana. Siku ya leo Mungu, tunapokwenda kuhitimisha maombi yetu siku hii ya Jumatano ya mwisho wa wiki hili au la majira haya ya Kwaresma, tunasema asante Bwana. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu mwema, asante Mungu mwaminifu kwa jinsi ambavyo umetutendea, kwa jinsi ambavyo umesafiri katika na maisha yetu, lakini umesafiri pamoja na sisi katika msimu mzima wa majira haya ya Kwaresma. Tunakushukuru leo, tunasema asante. Tunahitimisha wiki hili, tunahitimisha maombi yetu Bwana kwa njia ya shukrani. Tulikuomba tukakupelekea haja, kama ulivyosema, leteni haja zenu zijulikane nami. Tulikuletea haja na mahitaji yetu, na mwisho wake Bwana, leo tunasema tunakushukuru. Leo tunasimama kwako, tunasimama na shukrani, tunasimama na neno la kushukuru, tunasimama na neno la kusema asante, maana tunajua ulikwenda pamoja nasi na ulitufanikisha, na yale tuliyaomba yamefika kwako Bwana, katika jina la Yesu. Libarikiwe na limidiwe jina lako Bwana. Pokea shukrani zetu sasa, Mungu wa mbingu na nchi. Asante Mungu kwa kila moja, asante Mungu kwa yule ambaye ameshiriki katika maombi haya, lakini aliyeleta haja yake na hoja yake mbele zako, na kwa imani tunachua umejibu, na kwa imani tunachua unaendelea kujibu, na kwa imani tunachua Bwana uko pamoja nasi katika maombi yale, katika jina la Yesu na kwa damu Yesu, na kila mwenye pumzi na aseme amen. Amen. Piga makofi kwa Bwana, shangilie Bwana kwa makofi yako, pigie Mungu kelele za shangwe, mwambie Mungu asante, shukuru tena, mwambie asante, piga tena makofi, mshukuru tena, mwambie Mungu tunakupenda, mwambie ninakupenda na nitaendelea kukupenda katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa kifupi kabisa, maana tunaenda mbele za Mungu kumshukuru, kumwambia Mungu asante kwa mwezi huu mzima wa Kwaresma, au kwa siku hizi 40 zile ambazo Yesu alizitumia katika kuomba, katika kutupelekea mahitaji yetu au kutuombea msamaha kwa Baba, na mwisho tukamwingiza kwenye mateso, kifo, tukamweka kaburini, na hata akaweza kutoka akatangaza ushindi. Sisi tulikuwa na hitaji letu katika msimu wa mwezi mzima au wa siku hizi 40, na leo hii tunahitimisha kwa njia ya shukrani. Neno la Mungu kutoka Zaburi ya 118 ndio tulikuwa tunatembea naye kuanzia siku ile ya Jumatatu, Jumanne jana, leo hii Jumatano, na kesho tutamalizia asubuhi. Kesho jioni tutakuwa na jambo lingine, tutakuwa na kitu kingine tofauti kabisa na hiki ambacho tulichokuwa nacho cha kumshukuru Mungu. Zaburi ya 118 mstari ule wa kwanza, tutasoma na ule mstari ule wa 21. Ndio mstari tulikuwa tunaisimamia katika maombi yetu ya shukrani. Neno linasema, haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari ule wa 21 akasema, nitamshukuru kwa maana umenijibu. Nitakushukuru kwa maana umenijibu, nao umekuwa wokovu wangu. Nirudie mstari wa 21,
nitakushukuru kwa maana umenijibu, nawe umekuwa wokovu wangu. Amen. Naomba ukae kwa dakika chache, alafu tutasimama tutamshukuru Mungu kwa dakika chache pia. Kama nilivyosema, tulikuwa na mwezi huu wa Kwaresma, tulipeleka mahitaji yetu mbele za Mungu. Tulikuwa na mambo ya kuombea, na mambo yale ya kuombea, kama wengi tunakumbuka, tulikuwa tunaombea juu ya vijana wetu wa kike na wa kiume. Mungu asimame na kuwapa mahitaji yao, awajibu katika maombi yao. Kuna wengine wamekata tamaa, kuna wengine hawana tena uhakika kama safari yao inawezekana ikapata majibu au wakajibiwa, wakapata wenzi sahihi. Kijana akapata mwenzi sahihi kwa upande wa kike, na wa kike akapata mume sahihi, au akapata kijana sahihi kwa maana ya mwenzi. Kwa hiyo tulimwambia Mungu katika msimu huu wa siku hizi za majira ya Kwaresma. Lakini lingine tukasema tuombe na kuombea habari za ndoa. Tuombee familia zetu. Ziko ndoa ambazo zilipita au zilikuwa zinapita kwenye changamoto. Hata sasa ziko ndoa ambazo zinapita kwenye changamoto. Lakini tukasema tuombe, tumweleze Bwana, tumwambie Mungu katika safari ya wanandoa ambao wameshapata mtu sahihi kwao, kapata mke sahihi, kapata mume sahihi, lakini ndani yake akaingia adui, akaleta uharibifu, akaleta watu kushindana, kutokuelewana, kutokusikilizana. Tukaambiana hapa tumwambie Mungu, tunaamini katika jina la Yesu madhabahu hii ilipokea maombi yetu na majibu yameshapokelewa katika jina la Yesu. Na tuna imani kwamba kuna vijana ambao wameshajibiwa maombi yao, na hata sasa wale ambao hawajajibiwa wasikate tamaa, bado yupo kazini Bwana Yesu. Sio kwamba amemaliza kazi, hajamaliza kazi. Kwako wewe bado muda, bado majira, yuko anajibu maombi yako. Kwa hiyo tukasema tufanye maombi haya. Tulipomaliza tukasema kabla tujafunga hili wiki sasa la Kwaresma, tunaenda kuingia katika siku ya Pasaka, kumshangilia Yesu ambaye amefufuka, aliyeshinda kifo na mauti. Tukasema sisi tumshukuru, tuweke shukurani hapo katikati. Kwa hiyo tukasema tukae hapo. Kwa hiyo juzi tulikuwa tunamshukuru Mungu, jana tulikuwa tunamshukuru Mungu, na leo tutamshukuru Mungu, na kesho tutamshukuru Mungu. Ibada ya leo ni ya kushukuru. Wewe mwambie Mungu asante kwa sababu ndoa yangu iko vizuri. Mwambie Mungu asante mimi kijana kwa sababu umenijibu maombi haya. Tena anasema mshukuruni Bwana kila wakati. Mahali pengine anasema ombeni bila kuchoka. Kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari ule wa 16 na 18. Anakumbusha watu kuendelea kuomba lakini kushukuru. Kwa hiyo tukasema katika Zaburi ya 118 itutangulie katika maombi yetu ya kushukuru. Na shukurani maana yake nini? Anasema ni kitendo cha kutambua au cha kujua matendo ya Mungu, kitendo cha kujua au kutambua matendo makuu ya Mungu anayekutendea katika maisha yako kila siku. Kwa hiyo katika eneo hilo la kutendewa, ni vyema wewe sasa utambue kwamba ninapaswa kushukuru, au nitambue kwamba napaswa kurudisha shukurani. Wangapi walishatendewa jambo na mtu alafu wakashukuru? Wangapi kwetu? Jambo ambalo umeshatendewa alafu ukamshukuru. Yule uliyemshukuru ulimuonaje? Ulimtazamaje? Au alionekanaje huyo mtu uliyemshukuru, aliyekutendea alafu ukamwambia asante? Yeye unafikiri alijisikiaje? Na imani alijisikia furaha, aliona umepokea kile ulichopewa, lakini umeonyesha kabisa ni itikio. Lakini shukurani hiyo inachochea kupewa tena. Inamchochea yule mtu kwamba hakika naweza nikampa tena, naweza nikamrudishia tena, kwa sababu kuna shukurani inatoka. Wababa na wamama huko ndani, Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tushukuru. Kule ndani baba ukipikiwa, ukishakula ukimaliza asema asante, mama atapika tena. Hata kama alikuwa mvivu atarudi tena jikoni, kwa sababu umetambua kushukuru. Lakini ukala ukasema nimeshamaliza, nipeni maji, watakupa maji kweli? Sio kwamba hatakupa maji, watakupa maji. Wewe si ndio baba, atakupa maji.
alafu mwisho wa siku umenyamaza, mama atasema huyu mzee huyu, haya mgoja kesho itokee, itatokea tena. Atapika atakavyopika, kwa sababu anajua wewe una tabia ya kushukuru. Lakini ukishukuru unachochea. Kwa hiyo mwandishi na mtunzi wa Zaburi 118 anatukumbusha kushukuru. Na katika shukurani ndani ya siku hizi 3 tulikuwa tunasema kutambua wema wake Mungu kwako au kwetu. Kutambua wema, mstari ule wa 10 wa kwanza anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Tambua wema wa Mungu kwako kila siku. Tambua wema wa Mungu. Lakini jambo la pili, tambua fadhili zake Mungu kwako kila siku. Unatakiwa utambue zile fadhili. Kwa wale waliokuepo asubuhi, waliokuepo jana, tumeongea kwa upana sana eneo hilo. Lakini tambua kwamba kuna wema wa Mungu. Tambua kuna fadhili za Mungu. Jambo la tatu, tambua kwamba Mungu anajibu maombi yako. Anajibu maombi. Si ndio hivyo? Tunakuamini Bwana, tunasema twakuamini Bwana. Mungu anajibu. Kwa hiyo kuna mambo ya muhimu sana katika maisha yetu ya kutakiwa kutambua, kushukuru. Kwa hiyo maisha ya mtu, maisha ya kila mwanadamu anatakiwa atambue kwamba jambo la muhimu katika maisha yake ni pamoja na kushukuru. Na Mungu anataka ajue au aone watu wakimshukuru. Kisoma ile wa Tesaloniki kama nilivyokuambia, sura ya kwanza, sura ya 5 mstari wa 16 na wa 18. Lakini anasema moyo uliojaa furaha ndio moyo unaoweza kutoa shukrani. Moyo uliojaa changamko, moyo uliojaa furaha hauache kushukuru. Wa Filipi sura ile ya 4 mstari ule wa 6 anasema mstari ule wa 4, furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu. Anasema upole wa kila mtu ujulikane na watu. Kwa hiyo anasema furaha au moyo uliojaa furaha ndio moyo uwezao kutoa shukurani. Moyo wa huzuni unaweza ukatoa shukurani. Moyo ambao hujajaa changamko unaweza ukashukuru. Moyo ambao hautambui kitu ambacho kimetokea hauwezi ukasema asante. Lakini moyo uliojaa furaha siku zote unatambua kusema asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tutambue kwamba mioyo yetu inapaswa kujaa furaha, kutoa shukrani, lakini ni moyo uliojaa furaha. Lakini kitabu kile cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 19, kwa wakati wako unaweza ukasoma, lakini anatukumbushia pia kwamba watu wenye shukrani wanaponywa rohoni. Wanapona ndani ya mioyo yao. Nafsi inayoshukuru ndani yake ina uponyaji. Ndani yake imeshabadilika. Ndani yake haipo hivyo kama ilivyokuwa mwanzo. Kuna kitu kiko ndani ya moyo wa mtu huyo, ndio maana inatoa shukrani, ndio maana inatambua kushukuru. Kwa hiyo tunapaswa kutoa shukrani kuwa kama sehemu ya kutoa baraka au kama sehemu ya kumbariki yule ambaye anayekutendea. Anasema baraka za rohoni na za mwilini. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 12. Lakini anasema shukrani sehemu ya sifa. Sehemu ya sifa. Unaposhukuru unaonyesha kama unasifu, unamsifu yule ambaye aliyokutendea. Unamtolea sifa. Anasema shukrani ni sehemu ya sifa kwa Mungu na kwa wale wanaoshukuriwa au kwa yule anayeshukuriwa. Zaburi ya 95 mstari ule wa 1 hadi ule wa 7 na Zaburi ya 116 mstari ule wa 17. Lakini tusome Ufunuo sura ile ya 7 mstari ule wa 12. Ufunuo sura ile ya 7 mstari ule wa 12, tuone mwandishi anatuambia nini katika eneo hilo. Ufunuo sura ile ya 7 mstari ule wa 12, neno la Mungu linasema hivi. Ufunuo sura ile ya 7 mstari wa 12, kama nitakuwa nimenukuu vizuri, naomba ni tuangalie mstari wa 12. Ufunuo sura ile ya 7:17. Ngoja niangalie vizuri, naona kama 12 inanigomea. Lakini neno liloko katika eneo hilo linatukumbusha kushukuru, kurudisha shukrani. 17 mstari wa 12, ngoja nione pia. Pamoja na hayo naona nimenukuu vibaya huo mstari, lakini nilichokuwa nataka nikiseme ni swala la kushukuru. Tuangalie 95 Zaburi
ili tupate kumshukuru Mungu. Zaburi ya 95, Zaburi ya 95 hiyo ya Ufunuo, naona nimenukuu vibaya. 95, Zaburi ya 95 mstari ule wa kwanza. Na ukitaka kusoma tena ile Zaburi ya 111 bado inaonyesha kuna jambo zuri la kuendelea kushukuru Mungu. Zaburi ya 95 mstari ule wa kwanza, ule wa kwanza hadi wa 7 anasema, Njoni tumfanyie Bwana shangwe, mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukurani. Tumfanyie shangwe kwa zaburi, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu wa miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya vilima ni vyake. Bahari ni yake, ndiye aliyeifanya, na mikono yake iliumba nchi kavu. Njoni tumwabudu, tumsujudu, tumpigie magoti mbele za Bwana aliyetuumba, kwa maana ndiye Mungu wetu na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Ukisoma wa 8 anasema, msifanye mioyo yenu kwa nini? Msifanye migumu mioyo yenu kama vile huko Meriba. Anataka kutukumbusha namna ya kumshukuru Mungu, na nimekuambia shukurani ni sehemu ya sifa mojawapo. Ni sehemu ya sifa kwa Mungu, ni sehemu ya sifa kwa yule anayekutendea au aliyekufanyia jambo. Kwa hiyo sisi tulipoomba ndani ya kipindi cha siku hizi za Kwaresma majira haya, tunarudi kwake kwa njia ya shukurani. Mstari ule wa 21 katika hiyo Zaburi 118 sasa tunaufunga kwa namna hii. 118 mstari ule wa 21 anasema, nitakushukuru kwa maana umenijibu, nawe umekuwa wokovu wangu. Tunamshukuru leo kwa sababu Mungu amejibu maombi yetu. Mungu anajibu hata sasa maombi yetu. Leo nimekuambia, kama hujajibiwa usikate tamaa, usichoke, usiwe kama asiyekuwa na imani kwamba Mungu ananitendea. Hata ulivyo hivyo mshukuru Mungu. Hata ulivyo sasa sema asante. Hata yale unayangalia kwa macho yako ya nyama hayajajibiwa, lakini mwambie Mungu tu, kwa afya hii na kuambia asante Mungu, kwa uzima huu nilionao ninakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Muda wetu sio rafiki sana, lakini kwa hilo ambalo nimekupa linakutosha kumwambia Mungu asante. Rudi mbele zake Mungu kwamba Mungu ni wa shukurani. Mungu anahitaji tumshukuru. Mungu anahitaji tumwambie asante. Mungu anahitaji kuona moyo wa mtu unaotambua kushukuru. Unaotambua kushukuru, na kuanzia leo kumbuka kushukuru ni sehemu mojawapo ambayo Mungu anahitaji sana katika maisha yetu. Anahitaji kuona watu wakimshukuru. Fungua kinywa chako, anza kumshukuru Mungu. Hesabu yale ambayo amekutendea, mwambie Mungu asante. Kama amekupa mke mzuri, mwambie asante. Kama amekupa mchumba mzuri, mwambie Mungu asante. Kama hujapata, mwambie Mungu asante, kwa sababu anakuja, yuko njiani. Wala usikate tamaa, mwambie Mungu asante. Wadada, tunaelewana? Haya, fungueni vinywa vyetu. Baba, katika jina la Yesu, mbele zako Baba tunakuja tena. Tunarudi tena kukushukuru. Tunarudi tena kusema asante Bwana, kama wale walivyorudi wakisema asante, tena wakasema wengine hatujui, lakini Baba sisi tunashukuru, sisi tunakushukuru. Na sisi kama kanisa, na sisi kama washarika, na sisi kama tuliokuwa tunaomba kila Jumatano, tena tukaweka na sadaka, tukakueleza mahitaji yetu, tukasema Mungu tusikie maombi yetu, tukaweka hapo Bwana. Leo hii tunasema asante. Kwa imani tunachua yamejibiwa maombi yetu. Kwa imani tunachua Mungu umejibu sala, umejibu dua, umejibu haja, umejibu mahitaji. Asante Bwana, kwa sababu Mungu wewe unaendelea kutenda. Hata yule ambaye hajatendewa asiogope, asifadhaike, asiiname nafsi wala moyo usiiname. Akushukuru, aseme asante, maana Mungu majira na wakati ni wa kwako. Ndiyo maana Baba tunajua uko wakati, kuna muda, kuna msimu wa kushukuru. Sema asante. Tunakushukuru Bwana,
Tunasema asante. Mshukuru tena, mwambie tena Mungu asante, maana Mungu anaendelea kufanya. Kwa njia ya shukurani Mungu atakutendea. Kwa njia ya shukurani Mungu anaendelea kukufanyia. Kwa njia ya shukurani Mungu anaendelea kutambua hitaji lako na ataenda kufanya, na ataenda kutenda, na ataenda kufanya, na ataenda kutenda. Wewe mshukuru kwa kinywa chako. Amani iliyoko pale nyumbani mwambie Mungu asante. Furaha iliyoko ndani ya moyo wako mshukuru. Kuna wengine hawana furaha. Kuna nchi mbalimbali zina magomvi, zina vita. Kuna vita, vifo kila leo, wakimbizi wa kila itwapo leo, lakini kwetu kuna amani. Mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa amani ya nyumbani, asante kwa amani ya familia, asante kwa amani ya watoto wangu, asante kwa sababu nikiwaita, nikiwaambia njoo wanakuja, nenda wanakwenda, fanya wanafanya. Mshukuru Mungu pia. Asante kwa sababu ya mume wangu, mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya mke wangu mzuri pendwa ambayo umenipa, naona matokeo mazuri kwake. Mnakaa mnazungumza, mnapanga, yanapangika. Mwambie Mungu asante. Usisahau kwamba adui yupo anachungulia. Adui hajakata tamaa, adui hajalala, adui iko kazini kama Mungu alivyo kazini. Hivyo tambua kwamba unapaswa kumwambia Mungu asante ili aendelee kuleta ulinzi zaidi, aendelee kuweka ulinzi zaidi. Shukuru tena, mwambie tena asante. Shukuru tena, mwambie tena asante. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Pale kazini kwako na amani, mwambie asante. Pale kwenye biashara yako inaenda vizuri, mshukuru. Oh Mungu, mwambie asante, umetutendea. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya washarika hawa, kwa matendo yao makubwa wanayoyafanya kila itwapo leo katika usharika huu. Kwa watumishi wako pia Bwana, wako watu wanaosimama kuwatazama, wanaosimama kuangalia, lakini wanaosimama kutuombea. Tunasema asante kwa ajili yao. Tunawaombea na sisi Bwana, tunawatamkia baraka, waone mafanikio, waone maongezeko, wasipungukiwe kila itwapo leo Bwana. Wasione wakipungukiwa, bali waone maongezeko, waone wakibarikiwa tena na tena. Bwana, wafanye kuwa vichwa na wala sio mkia. Kwa jina la Yesu tunaiua roho ya mauti inayoharibu mpango na kusudi lako kwa ajili ya watu hawa. Waondoe hofu na mashaka. Bado Mungu uko kazini, na bado Bwana uko na sisi. Haujatuacha na hautatuacha. Tunasema asante Bwana. Pokea shukurani zetu Mfalme, pokea shukurani zetu Jehova. Tunakushukuru kwa vinywa vyetu, tunakushukuru tukisema asante, kwa kuwa wewe ni Mungu mwema mwaminifu. Oh, tunasema asante Bwana. Pokea tena shukurani za kila mmoja hapa. Pokea shukurani za huyu dada, pokea shukurani za huyu kaka, pokea shukurani za wamama hawa na wababa hawa, pokea shukurani zetu sisi sote na watumishi wako wa madhabahu. Tunakushukuru, tunasema asante Mungu uliye mwema, asante Mungu uliye mwaminifu. Pokea shukurani zetu, usinyamaze Baba, katika jina la Yesu. Ndio, sema asante, sema asante. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu. Siamini kama kuna mtu ambaye hajafanyiwa. Siamini kama kuna mtu ambaye Mungu hajamtendea. Siamini kwamba kuna mtu ambaye hajajibiwa maombi yake. Sijaamini kama mtu yupo ambaye hajawasikia akijibiwa maombi yake, au hajaona baraka za Mungu, au hajaona mafanikio ya Mungu, au hajaona akiinuliwa na Mungu, au hajaona akifanikiwa kutoka kwa Mungu. Mwambie Mungu asante. Amani ulionayo mwambie Mungu asante. Kuna ambao hawana hiyo amani, kuna ambao hawana hiyo furaha, kuna wengine hawajui hata jioni hii watakula nini na watalala wapi. Lakini wewe mshukuru Mungu, mwambie asante, maana mimi Mungu ninapaswa kushukuru kwa matendo hayo makubwa mazuri. Kwa jina la Yesu mshukuru tena. Kwa dakika moja mwambie asante. Kwa dakika moja mwambie asante. Kwa dakika moja mwambie asante. Kwa jina la Yesu pokea shukurani zetu Bwana. Zaburi ya 92 nasema ni neno jema kushukuru. Ni neno jema kushukuru, nasi tuko hapa tukikushukuru. Nasi tuko hapa tukisema asante Bwana. Nasi tunasema asante sawa sawa na
118 ambayo tunasema haleluya, mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hakika waliokombolewa waseme fadhili za Bwana ni za milele. Wanaomcha Bwana waseme fadhili za Bwana ni za milele. Tunaokuamini Kristo waseme fadhili zako ni za milele. Sisi tuliokombolewa tunasema fadhili zako ni za milele, katika jina la Yesu. Libarikiwe na limidiwe jina lako Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana aliyefungua kinywa chake kukushukuru. Pokea hizo shukurani Mungu. Usinyamaze kimya Bwana. Mbariki mtu huyu, bariki huyu mama, mbariki huyu baba, bariki huyu kijana, mbariki huyu binti. Tubariki sisi sote wana Kisasa. Bariki washarika wote wa usharika huu wa Kisasa. Baba, tunasema asante kwa mawiki haya na kwa siku hizi tulizozichagua, kwamba Mungu tutakuja kila siku, kila itwapo leo jioni. Tutakaa hapa Bwana, tutaomba, tutakaa hapa Bwana, tutakupelekea haja zetu. Asante kwa kututunza na kutulinda. Asante kwa kutuwezesha kusimama katika maombi haya. Na leo Baba, tunasema asante kwa sababu Mungu umetuwezesha, umetufanikisha, ukapokea na mahitaji yetu na majibu yake Bwana tunayo tayari. Kwa imani tunayo. Huyu dada kwa imani anayo tayari. Huyu kaka kwa imani anayo. Wanandoa hawa kwa imani wana majibu ya maombi hayo, kwa jina la Yesu. Neno lako linasema tusiogope. Tunakuamini we Mungu, basi tuamini na kazi zako Bwana. Hivyo Mungu tunakurudishia sifa na shukrani, tukiamini Baba utafanyika baraka kwetu, na kwa jina la Yesu Kristo. Amani yako ipita amani zote kakae na wataua wako hawa, ikakae na hawa wanaokucha, wanaoliabudu, wanaolitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya kila mmoja ya Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya wanakwaya, na kushukuru kwa ajili ya washarika hawa wote ambao Bwana wamekuwepo katika maombi haya. Kuna wengine walianza siku ya kwanza mpaka ya mwisho na hawajapoteza na hawajapotea. Bwana, na wewe wakumbuke, maana walikuwa naona umuhimu wa maombi haya, lakini pia mahitaji yao. Kwa jina la Yesu wabariki. Kwa jina la Yesu wajibu maombi yao. Kwa jina la Yesu simame na wao Bwana. Ninalibariki na litukuza jina lako. Asante Mungu uliye mwema na mwaminifu. Nasi tunajua kabisa katika haya kuna ushuhuda ndani yake. Kuna watu watashuhudia matendo makubwa. Kuna watu watasema hakika ni Bwana alikuwa pamoja nasi katika majira haya kwa resima, na maombi yale tuliyaomba Bwana ameajibu katika jina la Yesu. Pigie Bwana makofi kwa shangwe. Piga na vigelegele vya kutosha. Pigie tena Bwana kelele. Piga tena, usiogope. Mshangilie Bwana tena. Piga tena, mshangilie tena. Asante Mungu kwa uaminifu wako. Pokea shukurani za mikono, pokea shukurani za vinywa vya watoto wako hawa. Baba, wametambua uliyoyatenda, wanakushukuru kwa njia ya vigelegele, kwa njia ya mikono, kwa maana ya makofi. Pokea hizo shukurani. Ni sehemu ya shukurani pia, ni sehemu ya sifa Bwana, ni sehemu ya kukutukuza pia, katika jina la Yesu. Asante sana, asante sana. Wangapi tunaamini yale tuliyapeleka mbele za Mungu, Mungu ameyajibu? Wangapi tunasadiki Mungu ametusikia? Wangapi wanasadiki Mungu yuko pamoja na sisi mahali hapa? Wangapi wanaamini taarifa zetu ziko kwa Baba mbinguni? Kuwa na imani hiyo hiyo, usitoke kwenye hiyo imani. Toka kwenye hiyo reli. Usitoke kwenye hiyo reli, usitoke kwenye hiyo njia. Kaa hapo hapo. Bwana ni mwaminifu, atakutendea, atakufanyia, maana ndivyo alivyoahidi, katika jina la Yesu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Piga tena makofi kwa Bwana. Asante sana, asante sana. Utukufu, haleluya, sifa, sifa kwa mwana kondoo Yesu, damu imenisafisha. Utukufu kwa Yesu. Embo imba hiyo wimbo. Utukufu, haleluya, sifa, sifa kwa mwana kondoo Yesu, damu imenisafisha. Utukufu kwa Yesu.
Asanteni sana, Mungu awabariki. Amen. Kwa ajili ya huduma hii na maombi ambayo tumepeleka mbele za Bwana, tunaamini Bwana ameyapokea maombi yetu na tuwe na furaha hiyo kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi. Basi kwa wakati huu ninaomba tunapokwenda kumaliza tuweze kuombea matoleo yetu. Tusimame tu na tuombe kwa ajili ya matoleo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Bwana wetu na Mwokozi wetu, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako Bwana. Tunakushukuru kwa sababu umejidhihirisha katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu umeonekana ukitenda matendo makuu katika maisha yetu. Nasi Bwana, mioyo yetu na Roho wako Mtakatifu anashuhudia ya kwamba sisi ni watoto wako, kwamba Mungu umetuponya, umetuokoa, umetusaidia, umetuponya. Tunayo furaha kubwa Bwana kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye unakagua maisha yetu, unatembelea Bwana hata katikati ya kila eneo katika miili yetu. Tunasikia Bwana kuchangamka, mifupa yetu kuchangamka. Hatuna hofu tena, maana Mungu uko ndani yetu. Basi asante hata kwa ajili ya jinsi ambavyo Bwana jioni ya leo umejidhihirisha Bwana kupitia maombi ambayo Bwana tumeleta mbele zako Baba Mtakatifu, na ibada hii ambayo Bwana katika hii tumekuona ukiwa katikati yetu. Asante Bwana mabwana, kwa sababu kila mmoja atakuwa na ushuhuda kwa namna ambavyo wewe mwenyewe Bwana unatenda hayo. Tunalitukuza na kuliabudu jina la Yesu Bwana wetu. Asante Bwana hata kwa ajili ya matoleo ambayo Bwana tumeyaleta mbele zako. Tunaomba Mungu wetu ukayapokee ili Bwana yazae matunda ya kiroho, na sisi Baba Mtakatifu tukaonekana ni watu wa kiroho, kwa sababu ndani yetu na katika maisha yetu nguvu yako na utukufu wako na Roho wako Mtakatifu mwaminifu anayeweza kutusaidia na kutuponya na kutulinda Bwana. Tunamuona Bwana anakwenda kutupa hekima, uweza, mamlaka katika kila jambo tulifanyalo, iwe kwa neno au kwa tendo. Asante Bwana kwa sababu utafanya yote kwa jina la Yesu Bwana wetu tumeomba tukikushukuru tangu sasa na hata milele. Amen. Baba yetu ndiye mbinguni, jina lako litukuzwe. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Pokeeni baraka ninyi nyote mnaomtegemea Mungu katika maisha yenu yote. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kupa amani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na amani ya Kristo iwe pamoja nawe sasa na hata milele. Amen.
Yesu usikie kuomba kwetu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Basi tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha katika ibada hii na ibada kumalizika vizuri. Ninakupongeza wewe, ninakupongeza sana kwa jinsi ambavyo umeweza kuchukua muda wako ukasema na mimi niungane na wengine katika kumtukuza Mungu, lakini katika kumwabudu Mungu, lakini katika kushukuru. Kijiangalia na ulivyokuja utaona uko tofauti kabisa. Kuna kitu kizuri, kuna kitu kimeingia, kuna kitu kimekupa maongezeko ya rohoni pia. Kwa hiyo niwashukuru sana wote ambao tumeshiriki katika maombi yetu ya leo, Jumatano hii ya mwisho, tunapoenda sasa kuingia majira ya Pasaka ya kukumbuka kufa na kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na niwakaribishe sasa kwenye ibada zinazoanza kesho. Kesho tutakuwa na ibada ambayo itaanza saa 11. Baada ile tualikane, ni ibada ambayo inatufanya tukumbuke siku ile Yesu Kristo alipokutana na wanafunzi wake, akala nao chakula cha mwisho kabla ya kuingia kwenye mateso. Kwa hiyo aliwaagiza wanafunzi wake akiwaambia kwamba mnapokaa pamoja mle na kunywa kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo na sisi kesho tutafanya hiyo ibada ya kukumbuka ile ibada Yesu aliyofanya pamoja na wanafunzi wake, wakashiriki mwili, wakashiriki na damu yake. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Muda ni saa 11 jioni. Taenda saa 11 ndio muda wa kuanza. Hatutaanza kama leo tulivyo au siku hizi za Jumatano tulivyokuwa naanza saa 12. Kesho tutaanza saa 11 kamili. Kwaya zetu tunawakaribisha sana. Asanteni kwa leo. Kesho tunawakaribisha tena. Na nafasi za kuimba, na nafasi za kuhudumu katika hizo ibada za kesho. Lakini kesho kutwa Ijumaa tutakuwa na ibada ya asubuhi saa 1. Ibada ni 1 asubuhi. Tutakuwa na ibada ya Ijumaa saa 1 ambayo itaenda mpaka saa 3 tutakuwa tumemaliza ibada ya Ijumaa kuu. Lakini Ijumaa kuu tutakuwa na ibada itakayoanza saa 9 siku ile ya Ijumaa majira ya saa 9 mchana. Hiyo ibada ya saa 9 ina maneno 7 Yesu aliyasema. Kwaya zetu tutaimba, lakini ibada ile pia na maneno yale yatasomwa, na baada ya hapo tutatoa sadaka ya kumshukuru Mungu. Ibada ile ina mambo hayo tu. Hatutakuwa na mhubiri atakayesema okoka, abudu, sio nini. Tutafanya asubuhi, jioni tunamalizia na hayo maneno 7 ya msalabani na kumshukuru Mungu kwa sadaka, tunaondoka. Jumamosi tutakuwa na mapumziko. Mwambie jirani, Jumamosi mapumziko. Yesu atakuwa yuko kaburini. Yesu atakuwa yuko kule kaburini ametulia. Sawa? Na wale waliosema kwamba hata fufuka wako wanamlinda na mabunduki yao, yeye katulia. Saa 11 alfajiri inaamkia Jumapili, mwanaume katoka. Yuko hai hata sasa katika jina la Yesu. Yuko hai hata sasa katika jina la nani? La Yesu. Kwa hiyo Jumapili tunapokea ufufuko wa Kristo ambao umetokea miaka zaidi 2000 iliyopita. Tunakumbuka, lakini Yesu hayupo kaburini, watu wa Mungu, alishatoka. Ndio maana mambo yetu yako super. Ndio maana mambo yetu yanaenda vizuri. Asingekuwa yupo, alishatoka, tungekuta hata sasa bado tunaendelea kudemadema. Ukiona unaenda vizuri, kinawa uso kapaka mafuta yakienda vizuri usoni, mwambie Mungu asante kwa sababu Yesu yuko kazini. Mambo yanaenda sawa, watu wa Mungu. Kwa hiyo tutakuwa na ibada hiyo Jumapili. Ibada zitakuwepo 2 kama kawaida, ya kwanza kwa muda wake na ya pili kwa muda wake. Tukimaliza hiyo tutaenda kula mapilayo. Wangapi wameshapeana kadi? Hata sasa hakuna hata aliyempata mchungaji hata moja. Ise umeshapewa? Na mchungaji anasema nasubiri kesho Jumamosi, Alhamisi. Teolojia unayo nini mzee? Wazee wa kanisa mnao wameshapeana kadi? Basi nawaalika njoni kwangu. Karibuni kwangu, mimi nawaalika wote. Wala msiogope, njoni, nafasi zipo za kutosha. Sawa? Pika ubwabwa wa kutosha, mtu akila punje moja akienda nyumbani ameshiba. Punje moja tu ya ubwabwa, moja tu. Yaani na maji, lita moja ya maji, umeshiba.
Kwa hiyo karibuni sana. Kama mjapeana kadi, mimi ngoja niwape za madhabahuni. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Jumatatu tutakuwa na ibada moja ambayo yenye matukio mazuri. Tutakuwa na kipaimara, tutakuwa na ibada ya ubatizo. Kwa hiyo tunawakaribisha ibada zote. Nimeziweka wazi leo ili zikae kichwani kwako. Sio nikwambie ili uchague utakuja ipi. Njoo zote. Usipotee hata moja. Anza leo. Ukishaona umepotea, ndivyo ninavyomwambia Mungu aendelee kukupotezea siku yako ya kuishi. Aendelee kupoteza moja moja. Bwana Yesu asifiwe. Basi wimbo namba 10 kwa mujibu wa mwendesha ibada, wimbo utakaotutoa pale nje na kupata baraka na kwenda nyumbani. Bwana nakuja, twendeni kumlaki Bwana Mungu wa majeshi. Iwasheni mioyo tukampokee huyo mwenye utukufu. Karibu Bwana, njoo. Karibu Bwana, Bwana Yesu asifiwe.